pamoja nami na pia uendelee kunifuatilia mara kwa mara. Kuna mambo mengi ambayo utaenda kujifunza pia. Kwanza kabisa, ukitaka kuja Dar es Salaam huna mwenyeji, inawezekana. Unaweza ukaja lakini inatakiwa, kuna vitu ambavyo inatakiwa kwanza uvifahamu kabla hujaanza safari. Jambo la kwanza kabisa nitazungumzia vitu kama vitatu. Jambo la kwanza kabisa, hata kama ukiwa huna mwenyeji hapa Dar es Salaam, hebu endelea sana kufuatilia mtandaoni watu ambao wapo huku. Hao ndio watakao kupa location nzima ya kwamba Dar es Salaam ipoje, maisha yake yapoje na mazingira yapoje. Ukifuatilia sana tunaweza tukakupa mwanga wa kuweza kujua kwamba kumbe hata kama sina mwenyeji naweza nikafika, nitaanza na 1, 2, 3. Hilo ni jambo la kuzingatia sana, ni jambo la kwanza. Endelea sana kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii na pia utaenda kujifunza mambo mengi, na pia hata kama ukifika hapa lazima pia utakuwa mwenyeji, kwa sababu location zote unazo, data zote unazo na kila kitu unacho. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini pia jambo la pili ni kwamba endelea kunifuatilia. Nipo na ratiba ya kuanza kupokea wageni kutoka mikoa mbalimbali, lakini pia kutakuwa na vigezo ambavyo atakuwa navyo mgeni mpaka nimpokee huku. Ukitaka kuvijua hivyo vigezo, endelea kunifuatilia. Ipo siku nitatengeneza clip ambayo nitaizungumzia kwa mapana zaidi, au sio bwana? Nadhani mpaka hapo umeshashika baadhi ya vitu. Lakini pia jambo la tatu ni kujiandaa kisaikolojia, kwa sababu unatoka katika mji wako na unaingia katika mji mwingine, tena ni jiji, unaingia jijini. Lazima pia uitengeneze saikolojia kwa ajili ya kuja kukaa kwenye jiji. Tengeneza akili yako. Wanasemaga kwamba mjini shule ila usije na daftari. Mjini ni shule ila usije na daftari. Wewe njoo na akili zako timamu, kila kitu kitakuwa fresh hapa. Labda kuna kitu nimekisahau kwenye system ambayo nataka kuifanya mimi mwenyewe ya kuandaa wageni. Nitakuwa natengeneza mifumo yote ya kikazi na nini. Nikipata mteja yupo mkoa wote ule, naweza nikakuandalia mazingira ya kikazi. Utaniambia tu kwamba wewe ni mtu unahitaji kazi gani, labda ambazo ni mzoefu wa kazi gani. Ukiniambia kwamba wewe ni mzoefu wa kazi gani, mimi nitatafuta watu ambao wanaendana na kazi yako, nitakuunganisha. Kitu cha kufanya utakikuta kwenye clip ambayo nitakayo kuja kuposti nyingine. Kuna baadhi ya vigezo ambavyo vipo. Kisha timiza hivyo vigezo, safari Dar es Salaam, na pia unakuja unaendelea na maisha yako. Kiukweli tu nikwambie ukweli, maisha ya hapa Dar es Salaam ni mazuri sana kama ni mtu ambaye unajituma kikazi. Lakini nisitaki kukuficha, maisha ya hapa Dar es Salaam kama wewe ni mvivu, huwezi ukatoboa. Na mimi natarajia sana kupokea watu wachapakazi ambao wana uchungu na maisha, ambao wanatamani sana kusema kwamba nikifika Dar es Salaam nikapata kufanikiwa kutoka hatua moja na kwenda hatua nyingine tena. Mimi hao ndo watu nawataka. Nadhani utakuwa umeshaanza kunielewa. Kwa ndugu mtazamaji, mahali popote ambapo ulipo, natengeneza system ya kuwa napokea watu. Endelea kuwa pamoja nami kabisa. Endelea kufuatilia clip zangu zote ambazo nitakuwa na posti mtandaoni. YouTube njoo kwa jina la Maisha Halisi. Wewe andika tu Maisha Halisi, utaiona account pale. Clip zangu utazikuta zote pale. Lakini pia ukija TikTok andika Msema Black, utakuta clip zangu zipo pale. Hizo ndo account zangu ambazo nazitumia pia. Huwa anafanya kazi ya kwenda na waonyesha watu mazingira ya Dar es Salaam jinsi ambavyo yalivyo. Lakini pia na bado tutakuwa tunazungumza mambo mengi sana ambayo yanaweza kukufungua wewe mwenyewe, japo kuwa bado upo mkoa. Unaweza ukajifunza na ukaona kwamba kumbe hizi changamoto ambazo zipo huku. Kwa hiyo kama
una uwezo wa kuweza kuzinani, maisha yanakaa fresh. Ila nisitaki kukuficha, Dar es Salaam maisha yapo, pesa ipo. Dar es Salaam hela ipo, kama wewe mchapakazi, hela ipo, utatoka utukufu mwingine na kwenda utukufu mwingine pia. Nilikuwa na hilo tu kwa siku ya leo. Nilipenda sana nizungumzie hili. Nimezungumzia mambo matatu. Jambo la kwanza, tufuatilie sana watu ambao tupo huku. Tutakupa location nzima ya maisha ya Dar es Salaam, maisha yapoje. Tutakupa ramani za kuanzia na hatimaye na wewe pia utakuwa mzoefu kama jinsi ambavyo tulivyo sisi. Hata sisi pia tulishuka mkono na watu, sio kafikiri ya kwamba tulikuja tu hivi hivi. Kikubwa tu ninachohitaji, kama wewe ni mteja, nahitaji uaminifu. Uwe mwaminifu na mimi pia ni mwaminifu. Tengenezea mazingira fresh, utaendesha maisha yako fresh na mambo yatakaa fresh kabisa. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini pia jambo la pili, mtandaoni. Jambo la kwanza, endelea kuwa pamoja nasi mtandaoni kutufuatilia. Jambo la pili, kama una ndugu yako hiyo inaweza kukupa uhuru wa kuweza kuja kuishi hapa Dar es Salaam na kuendesha nani. Kuna siku moja nitazungumzia pia changamoto ambazo zipo hapa Dar es Salaam. Changamoto za hapa Dar es Salaam, kuna siku moja nitalizungumzia kwa mapana sana. Kila sehemu yote ile huwa kuna changamoto na kuna raha yake na changamoto zake ya kila sehemu. Hata binadamu mwenyewe yani huwa na maisha ya design mbili. Kuna maisha wakati wa raha na kuna wakati wa changamoto. Kwa hiyo kila sehemu kuna uzuri wake na changamoto yake. Huku ni kuzuri, changamoto zake zipo. Ila endelea kunifuatilia. Changamoto nitakuja kupost tena clip nyingine ya changamoto. Kama utaweza kuzimudu hizo changamoto ni fresh, unaweza kaja na ukaendelea na maisha. Ndugu mtazamaji, siku ya leo nilipenda kushare nawe kwa jambo hili. Nadhani umeshanielewa, na mpaka sasa nikutakie wakati mwingine tena, ubaki salama, Mungu akulinde. Tukutane tena siku nyingine na kwa wakati mwingine tena. Mpaka sasa, bye bye.